Karibuni kwenye series yetu ya Forex kwa Kiswahili. Tulimaliza kuangalia market orders kwenye theory namba 5. Sasa tunakuja theory namba 6 ambayo ndio itakuwa ya mwisho kwenye basics za Forex. Itabidi tutaanza sasa kwenye technicals. Kwenye basics za Forex tutaisha kwenye theory ya 6 ambayo inakuwa ina deal na brokers. Unaona, broker ni kitu muhimu sana unapoanza biashara yako ya Forex. Knowing a good broker, choosing a good broker ni kitu muhimu sana pale unapofanya nini? Unapoanza biashara yako ya kutrade. Now, what is a broker? Anasema kwamba a broker is an individual or company that buys and sells orders according to the trader's decisions. In other words, a forex broker is an intermediary who buys and sells financial asset for what? For a commission. Sasa kwenye forex structure sisi retail traders business ingekuwa hard kama kusingekuwa na what? Na brokers. Yani broker kwa Kiswahili dalali. Kwamba broker ndiye anayetu connect sisi na liquidity providers. Au ndiye anayetu connect sisi na nini? Na kwenye market pool. Yani ukiangalia kwamba mimi ni execute broker ndiye anayeprocess, then anaipass kwenye liquidity pool, then ile faida na nini? Faida utakayopata inakuwa passed kwa broker. Mimi ndio ninachukua ile faida from what? From broker. So everything through depositing, nini, vyote vinakuwa handled na nani? Na a forex broker. Kwa hiyo choosing a broker ni miongoni mwa pointi ambayo trader lazima ujue, na kuchukua broker ambaye ni mzuri ndiye upate nzuri itakayo kufanya wewe safari yako ya nini? Ya forex iwe nzuri. Sio tu kwenye kujifunza na nini, pia broker ana impact kubwa sana kwenye kusababisha mafanikio yako sana ya nini? Ya forex trading. Sasa broker anapataje faida? Kuliangalia kule nyuma tuliangalia rollovers, tuliangalia zile swap fee, tuliangalia spread, tukaangalia na commission. Kwamba unapofungua trade una certain amount ambayo broker anakata, ambayo unaitem kama commission. Pia unapolaza trade kutoka siku moja kwenda siku nyingine, kuna amount ambayo broker anakata ambayo inaitwa rollover au swap fee, na hiyo ndo ana make hela. Na unapofungua order kunakuwa na difference between ile bid na ask price, inaitwa spread. Na hiyo pia ni namna nyingine ambayo broker anafanya nini? Anapata hela. Unaona? So a forex broker is known as a retail forex broker or currency trading broker. Unlike easy bureau de change, sisi ambao tunafanya online forex, tunafanya online forex through brokers. So brokers ndo wanatupa sisi access ya kuweza kuuza au kununua zile assets ambazo tunazitrade huko sokoni, ambazo tulisema kwamba assets ambazo tunazitrade huko sokoni sasa ni currencies. Hiyo ndo asset yetu. Hatuna any tangible assets. Tunatrade nini? Tunatrade hizo currencies. All retail forex trader must trade through dealers, i.e. brokers. Sisi retail traders wote tunatrade through brokers. Yani brokers ndio wanafanya the business ya retail traders ifanye nini? Itoke sehemu moja iende sehemu nyingine. Therefore, before trading forex you need to set up an account with the forex broker. Account yako ya kutradia, account yako unayokuja kufanyia forex sasa, unayokuja kuitumia, lazima ufungue kwa nini? Kwa broker. Unaona? Japokuwa unaambiwa however foreign exchange is traded on the interbank market by larger clients such as importers, exporters, banks and financial institutions who need currencies for commercial purpose and hedging against international currency risks. Wanao make up the concept of forex, wanao participate ni hao participant walotajwa hapo. Lakini sisi traders ili kuweza kuaccess ile electronic pool lazima access through dalali ambaye yuko katikati, ambaye anakuwa known as brokers. Sasa mkianza kutrade mtakuwa unatumia broker gani? Spread zimekaje? Hii imekaje? Unaona? Sasa broker ndiye anaye make up the business iende vizuri sana dealing with sisi retail traders. Okay. Hizi hapa ni different services ambazo ziko offered na broker. So the main service anayotupa ni kutupa sisi uwezo wa kuweza kununua au kuuza currency fulani. Unaona? Lakini kuna auxiliary services kama information and news feed and research services. Ukifungua kwenye page ya broker unayemtumia, mfano kama Taurex the best broker, unakuta kuna a certain part ambayo anakupa information, anakupa news feeds, anakupa na research services, asset price charting. Kuna brokers wana offer charts zao ambazo unaweza kaangalia pia kama TradingView.
train trading programs and advices. Broker wanatoa some free training programs, na hisi mnaona kama hata kwa sasa hivi Tanzania brokers wana offer session sana za ku provide knowledge about forex. Professional managed accounts ni kwa watu wakubwa, inaitwa PAM, pia iko offered na nini na broker. Some services ni free, ila some services zinaweza zika involve money. Sasa tuna brokers wengi, yani ukisearch forex brokers sehemu yoyote utapata brokers wengi sana, lakini our brokers wote wamefall into two parts. Wamefall into dealing desk and non-dealing desk. Lakini tukija kwenye non-dealing desk tunapata two types of brokers. Tuna STP, manake straight through processing, na tuna ACN, electronic communication network. So group ya mabroker wote, forex brokers ambao tunatumia kufanyia biashara, wote wamefall into these types za nini? These types za brokerage. Okay, tukianza na dealing desks brokers, kama jina linavyosadiki kwamba they are dealing desks. Sasa what are the dealing desk brokers? Anasema kwamba these are brokers that pass clients order through a dealing desk, meaning a broker holds the traders within and does not pass them to another liquidity provider. Wakati tunafanya tunasema introduction ya broker, tulisema kwamba broker ana act as intermediary. Unaona, yeye hausiki na forex market, ana act as intermediary kutu connect sisi na liquidity provider au kwenye electronic liquidity pool. Lakini sasa our dealing desk wao wanakuwa wanachukua zile order zetu tunazoweka, wanakuwa wanaziona kwenye dealing desk. So na kwenye dealing desk means kwenye the brokers platform, kwamba wewe unapo press buy, wao wana hedge yule trade yako kwa press let's say sell. Unaona, sasa kwa kuwa order zao wao ndo wanazifanyia dealing desk, kunakuwa na certain manipulation. Maana yake wewe kupata kwako faida, kwao ni nini? Kwao ni hasara. Kwao watafanya kila namna wewe upate nini? Upate hasara. Unaona kwamba tunasema the dealing desk brokers process the trades in two ways. They are pressing clients. Wao unapo press kwamba mimi nanunua euro USD, wao wana press wanauza. Unaona, kwa hiyo ukipata faida maana yake yeye ndo anakuwa capable kufanya nini? Kukupa ile hela. Sasa mara nyingi hawataki sisi tupate faida. Unaona, maana ni dealing desk. Unapopata faida kwa broker ambaye ni dealing desk means unaacha negative kwenye nani yake. Take the opposite side of a client trade, hedging the trade themselves. Unaona, hiyo pia nimeiongelea. Sasa huwa hatu recommend unapo choose broker, huwa hatu recommend choosing a dealing desks. What? Dealing desks brokers. Hawa waga ni paswa kichwa. Na utapeli wote wa mabroker unafanywa kwenye nini? Kwenye hawa dealing desks. What? Dealing desks brokers. Haya ni maelezo tu ambayo nilikuwa naongelea. Unaona, so dealing desk brokers are also called market makers because they create a market. So unaona, yani the charts ambazo unakuwa unapewa sio charts ambazo zimetoka direct from the liquidity providers, ni charts ambazo wao wamefanya nini? Wamezitengeneza na kuzimanipulate. Unaona, kwa wanakuwa wanaamua bana, mimi nifanye hivi. Yani always watafanya things will remain into profit. So they are much smaller than EMS interbank market, but the same conditions apply and the rates are almost the same. Pricings then bei exchange rate utakutana nazo ni the same, lakini trading conditions ndo waga zinabadilika. Dealing desk brokers usually offer fixed spreads since they don't pass trades into the liquidity providers. The spreads wanaamua tu bwana, tofauti ya kununulia ya kuuza ni hii hapa, unaona, lakini hawakupi exchange rate kutoka kwenye nini? Kutoka kwenye liquidity providers. Kwa spread yao waga ni kubwa sana. Kwa clients ambao wanakuwa na trade through dealing desk mara nyingi hawazioni nini? Hawazioni zile interbank rates. Hawazioni zile interbank rates. Okay. Disadvantage: there is conflict of interest between DD brokers and the traders. Since the broker, hii nimeongelea kwamba kunakuwa na conflict kati ya dealing desk, since yule dealing desk broker atataka wapate faida. You have heard of brokers that simply wipe out their customers, refuse. Hili ni swala kubwa sana ambalo traders wana face sana kwenye forex market, sana the upcoming traders. Bana, nimetrade sijalipwa, nimepata faida plani sijalipwa, sijui kuna false price ambayo imetokea sijalipwa. Hiyo yote wage nakuwa ni due to what? Due to our dealing desk brokers. Unakuta broker ni dealing desk afu umepata faida kubwa, maana yake hiyo hasara atatafuta namna ili asikulipe. You may run into delay when getting your order filled.
unapofungua order yako kuna muda inatokea delay, since sio trades zao zote wanazi execute automatically, nyingine wanazifill manual. Unaona, sasa filling manual zile trades na yenyewe inakuwa inaleta ugumu kwenye execution speed ya nini ya order zako. Clients of this broker don't see the interbank rates and the spread, but the competition is so stiff that they get the almost what the same rates. Hii nimeongelea pia mwanzo, they record the price from the interbanking market which sometimes may not be the current market price. Since hawatumii rates za interbank, ila wana access ya kujua kwamba price ya Euro USD at this time ni hii, kwa wao wana record, ambapo kwenye record sio kila time wanapo record exactly utapewa labda bei ya kununulia au ya kuuzia Euro USD ambayo inakuwa made from the interbank au na liquidity provider. Okay, what are non-dealing desk brokers? Kama tu jina linaposhawishi kwamba non-dealing desk brokers means they are non-dealing desks. Unaona kwamba as the name suggests, kama jina are the no dealing desk brokers do not pass their clients orders through a dealing desk. Wao ndio wanaleta ile the main concept ya broker. Unaona, hawapitishi order zetu kwenye nini, kwenye dealing desk, wanatu connect, yani wana process order zetu through liquidity providers au through electronic network. Wanatofautiana sasa hapo whether ni STP au ni what au ni ECN. Nakwambia broker does not deal with the client trades, they neither match client trades no take the opposite side of the clients. Kwamba hawadili na clients trades, so press buy press wenyewe watakata commission, watabenefit kwenye swaps na hizo spread, na hawamachi au hawatake the opposite to what, hawatake the opposite clients trades. Instead they pass the trades to the interbank market where there are many liquidity providers. Liquidity providers can be big bank au any larger financial institution, ambaye wewe unapopress order yako ya kwamba unataka kununua Euro USD, yeye anaipokea, anakuwa willing sasa kukupa wewe bei ya kufanya nini, ya ambayo yeye anauza Euro USD. Hiyo concept iko pale kwenye spread. Unapofungua order ya kubai inafunguka kwenye ask price hivyo, maana unaponunua unapewa bei ya kuuzia, unapouza unapewa bei ya kununulia. Sasa liquidity provider ni any large financial institution au bank ambaye anakuwa willing kufanya nini, kupokea wewe unaponunua au unapofanya nini, unapouza. So inakuwa haina any effect ya broker dealing with your orders au dealing with your profit, na broker hawezi akakudhulumu kwa namna yoyote ile, maana yeye ukipata faida sio yake, ukipata hasara pia hasara haiendi kwa nani, haiendi kwa broker. So the non-dealing desk brokers wamegawanyika kwenye makundi mawili kama tulivyoangalia. Tuna hawa STP ambao ni straight through processing, na tuna what, na tuna electronic communication network. Tukianza na hawa straight through processing STP, what are they? Anakuambia kwamba how STP brokers work. Unaona, no dealing desk intervention. Cha kwanza kabisa, hamna dealing desk intervention. Wana automatic routes client trades direct to liquidity providers without matching orders or taking opposite position. Sasa kabla sijaenda kwenye hayo maelezo mbele, ili niende haraka, labda tu niwaelekeze kwamba hawa STP ndio kunakuwa na client, then kuna broker, afu kuna nani, mwisho kuna liquidity providers. Hawa liquidity providers unakuta labda STP broker amekubaliana let's say na hata liquidity providers watatu, labda financial institution moja, benki kubwa mbili, ambao wewe ukiplace buy pale anaenda anairoute ile trade yako. Sasa kwamba ukisema mimi na buy Euro USD, anairoute kwenda kwa liquidity provider. Ikifika kwa liquidity provider, ina search for the best available price. Unaona, kati ya wale liquidity providers nani kwa muda ule anauza Euro USD kwa rate nzuri ambayo itakupa, ndo ana execute order yako kwenye ile price ambayo ndo utaiona wapi, utaiona kwenye chart. Unaona, sasa hivyo the same ukisell, the same ukibuy, lakini wanakuwa ni certain liquidity providers ambao wako willingly sasa kununua au kuuza kile ambacho wewe trade unataka kufanya nini, unataka kukitrade. Unaona, anakuambia kwamba price matching, they scan multiple liquidity providers to find the best bid or ask prices for clients. Role as market bridge, wana connect retail traders to interbank markets, aggregating the best available spreads. Why best available spreads? Maana kwenye wale liquidity providers unapo place buy, yani order automatically ina route inaenda kutafuta sehemu, liquidity provider ambaye ana exchange rate nzuri,
ya kuweza kukuoffer wewe. Adding small commission, lazima na add commission kwenye zile order, maana the way broker anafanya nini, ana make money. So advantages of STP broker, kuna fast order processing, kwa kuwa order haziko executed manually, zinakuwa routed. Kuna accurate pricing, provides real and unfiltered current price, automatic execution, trade processed instantly, hiyo tumeongea. No forced losses. Dealing desk niliwaambia na kuforce upate loss ili aweze kupata faida, ila huku kwenye STP means hamna forced loss kwa sababu yeye hahusiki na faida au hasara yako. Lower risk, reduced hamna risk kwa sababu broker ana survive kwa muda mrefu. Ama dealing desk brokers wakipigwa sana mafaida wanazima servers, wanafanya nini, wanaondoka. Live market data, wanakupa live market data since unakuwa na access na the prices from what, from the liquidity provider. Okay, disadvantage, some STP wao STP pia wanaweza act kama market makers, lakini ni rare condition. Unakuta unafungua broker na kuchagulia kabisa kwamba fungua STP na nini, kwa hiyo ni rare condition. Price volatility na occur in hizi non-dealing brokers ambazo zinatumia liquidity pools au ECN network, maana yake kunakuwa na liquidity kubwa sana, unaona. So fluctuations of prices zinaweza zikaokaa kwenye placement ya order au kwenye execution, since directly uko na access kwenye nini, uko na access kwenye ile liquidity pool. Sasa na aina ya mwisho ambao ndio ya brokers ambao ndio wazuri kabisa wanaitwa nini, ECN brokers. Unakuta brokers sasa, sio kila brokers ni ECN. Mabroker wengi wanajiclone kwenye ECN, anakuandikia tu pale bana ECN broker na nini, lakini inabidi sasa wewe ukae chini ufanye analysis uje ugundue kwamba broker yule unayemtumia, je, kweli ni ECN au ni tatalila tu ameweka pale ili kuweza kufanya nini, ili kuweza kukuattract wewe client ufungue account. Sitasoma haya maelezo sana, nitashare slide, mtanitafuta, nitatuma hii series ya forex kwa Kiswahili, utakaa utasoma. Lakini hawa ECN hawana tofauti sana na mode ambayo ni ya STP. Unajua kwa nini? Kwenye STP kulikuwa kuna certain financial, kulikuwa kuna certain liquidity providers ambao wamekubaliana kwamba wale liquidity providers watakuwa nini, watakuwa willingly wewe unapobonyeza buy, wao watakuwa willing kufanya nini, kukuuzia. So unakuta sio liquidity pool, ni certain providers ambao wameamua kwamba wafanye ile biashara, wamekubaliana na wale broker kwamba watakuwa willing kuprocess order zako, unaona. Sasa wenyewe tofauti ya ile ni STP. Kwenye ECN maana yake kunakuwa na certain liquidity pool, sijui niwaambieje, lakini ni electronic pool, kwamba kwenye wale participant wa forex kuna certain pool ambayo ni electronic pool, sio sehemu unafika, ni electronic pool, unaona, ambapo ndo tunaita liquidity pool. Sasa ECN brokers means wanaenda kumatch order zako kwenye liquidity pool, yani sehemu sasa ambapo kuna hiyo electronic forex network tunafanya nini, inafanyika kwamba wewe unapopress order ya buy, anaenda ina search kwenye liquidity pool, afu inakupa the best available. Labda kuna mtu ambaye ana wish ku sell your USD, anakupa the best price available hiyo ambayo unakaribia kubuy. Ndio maana most of ECN brokers unakuta saa nyingine spread inashuka inakuja paka zero, unaona, yani unapewa the actual price ambayo inakuwa kwenye nini, ambayo inakuwa kwenye liquidity provider, kwa nini, kwa muda huo, unaona. Sasa kama ulivyoona, maana yake ECN brokers ndo the real concept of forex. ECN na STP, lakini ECN ni the best, unaona, since mode of execution ni kama STP, lakini nahisi mnaona tofauti kwamba kwenye liquidity pool, unaona. Sasa ni maelezo kwamba the ECN system allows participants or individual traders, banks and market makers to interact, unaona. Sasa ile sio sehemu eti unafika unakutana nao wameinteract, wanapofanya transactions kuna electronic pool ambayo imetengenezwa, unaona, and trade against each other by making competitive available bids and ask price. Sasa anakuja kusema tena ECN forex brokers provides the best possible spread offered by current market participants. The spread shown on their platform is always from the interbank market. Hawa ECN brokers spread wanaokuonyesha always inatoka kwenye interbank market. Hawa manipulate spreads, hawa manipulate price, na wana make money through the commission ambayo wanacharge na fees ambayo wanafanya nini, wanakata. So paka hapo hata nikiwauliza swali kwamba who is the best broker until now, ukiwa na choose broker, lazima wote mtakuwa na majibu kwamba
broker tunatakiwa kuwa naye ni non dealing desk, especially ECN. Nimewapa mfano wa Taurex, mnaenda kumsearch. Baada ya hii video mnamsearch, mnafungua account. Unaona kama utakwama au kuna sehemu utakuwa na matatizo kwenye opening account, utanicheck mimi, nitafanya nini? Nitakuassist. Kwa advantage of ECN brokers, wanakuwa na better spreads, wana high liquidity, no conflict of interest, anonymous trading or transaction effective true. Hiyo ni because orders zako zinakuwa routed kwenye liquidity pool, instant execution, and unlike dealing desk brokers, hizi orders zinakuwa filled na kunakuwa na tight spreads kama nilivyoelezea, since unapata prices from the pool of prices. Hizi ni some disadvantage, kwamba kunakuwa na commission fees. ECN lazima kuweke commission, na unakuta wanacharge broker, anakuambia labda mimi na charge a certain fixed commission, let's say $7 per lot au dola ngapi per lot. Unaona, hiyo ni because hiyo ndio the way wana make money. Kuna high minimum deposits, hii hamna. Sasa hivi some ECN brokers wame modify up to $10. Kuna variable speed challenges, difficult to pre-calculate, unaona, due to fluctuating spread. Complex platforms, hii hamna, maana MetaTrader nao tunatumia wote, so sio complex platforms. Na potential dishonest, hii mambo kama nilivyokuambia kwamba some brokers wanaweza kuforce wakakwambia tu mimi ni ECN, fungua account, lakini ukija kaangalia mode yao ya kufanya kazi, wanafanya kazi kama dealing desk. Now who is the best broker? Na hisi nimeshalijibu hili. Sasa factors to consider in selecting a broker. Unachaguaje sasa broker? Tumeshaangalia mabroker wapo aina mbili. Tunachaguaje sasa manini au mabroker? Tukianza na factor ya kwanza ni security. Kumbuka hela yako yote una deposit kwa broker. Ukiamka, ukilala, ukifanya nini, ukitrade, majina yako, faida, execution zote unapewa na broker. So security ni kitu cha kwanza ukiwa unafanya nini? Ukiwa una choose broker. Na security kwa broker huko kwenye forex tunapima kwamba broker yuko regulated au yuko nani regulated. Kwa Tanzania sasa hivi hatuna a certain firm ambayo kama BOT bado hawa Bank of Tanzania hawa regulate ma brokers bongo, lakini kwa nchi kama Kenya broker akitaka ku overseas activities za pale, broker lazima hawe regulated. Lakini kuna high regulations ambazo broker akiacquire unakuwa uko safe kwamba mimi am opening an account kwenye nini, kwenye broker ambaye ni mzuri. Unaona, kwa hata ikitokea kama kuna shida, umezulumiwa au kuna unataka ku raise concern about anything ambayo ni nani forex thing broker amekufanyia, unaweza kuripoti. So lazima uangalie cha kwanza security hela yako, na security tunaangalia kama nini, kama broker yuko regulated. So kuna hizi hapa regulations ambazo broker, hizi ni some. Sasa regulations zipo nyingi, kuna za Seychelles, kuna ya kwanza ni ya United States NFA. Kama broker yako yuko hizi, maana yake ukisearch huku kwenye hii firm utamkuta. Unaona, kuna hii Financial Conduct Authority FCA. Sasa hii ni the top regulation ambayo broker wanapata shida sana kuipata, na broker akiwa regulated na hii means yuko safe na money yako yuko safe. Kama Taurex yuko regulated na hii FCA, so hata ukifungua account pale means unaona unakuwa money yako iko safe na kila kitu kiko safe. Kwa tuna Australian Securities and Investment kwa ajili ya Australia, tuna Switzerland. So kuna regulation nyingi ni kutokana na sehemu inapo overseas, unaona. Na kuna regulation nyingine za Seychelles, Bank of Sierra Leone. So niwe kukaa na kuona broker wako yuko regulated wapi. Lakini regulation is the first thing choosing a broker. Unaona, afu ndo tunakuja factors nyingine. Transaction costs. Unaona, angalia kama broker wako ana spread kubwa au commission. Unakuta wao wameandika kwamba we offer commission, lakini brokers nao wana offer paka account za zero spread paka zero commission. Kwa hiyo ni wewe angalia means za kudeposit na kuwithdraw unapochagua broker. Kama sisi tuko Tanzania, je, anakuruhusu kudeposit kwa M-Pesa? Anakuruhusu kudeposit kwa Airtel Money? Unaona, kama broker mimi nimemtumia huyu Trade Taurex ananiruhusu kudeposit hata kwa Tanzanian shillings, zinakuwa converted into dollars kwa M-Pesa, kwa CRDB, kwa cryptocurrency ambao tuko more experienced kwanza kwenye crypto, then tuna Rain Forex. Unaona, kuna yani kuna Rise. So kuna many options naweza nikafanya nini, nikafanya deposit. Angalia trading platform, kuna mabroker hawana MetaTrader. MetaTrader 5 ndo the best, ndo the best trading platform ambao every trader anatumia dunia nzima. So angalia broker wako kama anatumia MetaTrader. Kuna mabroker wana platform ambazo hata ziko mobile compatible. Kwa wana order execution, angalia broker wako kama order zako zinakuwa executed fast, means yule nani ni ECN. Pia ni kuna customer service. Customer service maana yake kama kuna poor service, hiyo ni red flag. Unaona, unamtafuta broker au kuna
njia ya kupata msaada ukiwa na shida ni kubwa, huyo ni red flag. Lakini kama unaona broker ana set an office kama hapa Tanzania Taurex, unajua kuna sehemu unaweza kwenda ukapata service, ukicheck live support unasaidiwa, huyo ni broker ambaye unamtumia. Unaona leverage and margin requirements, tuliangalia concept za leverage. So angalia broker ambaye anakupa leverage kutokana na mtaji wako, pia angalia available currency pairs. Unaona angalia kama broker ana trade hizi major zote, exotics, metals na cryptos tuliangalia. Pia ya mwisho angalia starting capital. Unaona sisi mitaji yetu tunaijua sisi kama Tanzania, so brokers wanakuruhusu kudeposit. Sasa ukikutana na broker anakuomba $1,000 means huwezi kutrade naye, lakini ukikutana na broker kama Taurex anakuruhusu choose on your trading budget ku deposit hata $10 means yule ni the best broker, na inabidi ufanye nini, na inabidi uchoose umtumie. Hapo tumemaliza series ya basics. Kama kutakuwa na maswali mtaraise, mtatutafuta kama Aritex Capital kwenye any page za kijamii, kama videos za technicals pia zitafuata, lakini unaweza ukajoin kwenye community zetu, link zipo everywhere ili kuendelea kupata na series ya e-learning. Usisahau ku like na kusubscribe. More videos about technicals na fundamental analysis zinakuja. Ilikuwa ni about basics. Okay. Asanteni.